Karibu tena. Leo ni siku ya Alhamisi baada ya Jumatano ya Majivu. Ni siku ya pili katika kipindi hiki cha Kwaresima, na tulikuwa tunaendelea na tafakari yetu kutoka jana, na jana tuliangalia siku ya kwanza ya Kwaresima kuhusiana na kufunga, toba pamoja na kutenda matendo mema. Tukaangalia baadhi ya masomo hasa kutoka katika ile Yoheli, ile sura ya pili. Tuliangalia ule mstari wa 12, 13, 14. Tukaangalia pia jinsi ambavyo Mungu anaweza kututendea mambo mema kupitia funga, kupitia toba na matendo mema. Leo tunatafakari pia juu ya habari ya mateso, na hapa tunataangalia neno ambalo linatupa nguvu katika kipindi hiki cha Kwaresima, ya kwamba yatupasa kupitia mateso kabla ya kuingia utukufu. Lazima tupitie mateso kabla ya kuingia utukufu, na neno ambalo litaenda kutuongoza linatoka katika ile Injili ya Luka mtakatifu, ile sura ya 24 ule mstari wa 25 mpaka 27, lakini Injili ya Luka ile sura ya 9 mstari ule wa 22 mpaka ule mstari wa 25. Nitatazama ile sura ya 9 ule mstari wa 22 mpaka 25. Faa nini mtu kuweza kuipata dunia yote au kupata ulimwengu wote, lakini akaiangamiza nafsi yake? Kwa hiyo katika safari yetu hii ya Kwaresima tunapita kipindi cha mateso, kipindi cha kujitakasa, kipindi cha kujikana nafsi zetu, lakini kipindi cha kuokoa pia nafsi zetu kumwelekea Mungu. Katika ile Injili ya Luka ile sura ya 24 mstari ule wa 25 mpaka kupitia maandiko ambayo tunastafakari siku ya leo, utayaona katika kile kitabu chetu cha sala cha Kanisa Anglikana Tanzania, au kitabu cha sala cha jimbo, wengi tumezoea hivyo. Tutaangalia pia kumbukumbu la Torati ile sura ya 30 ule mstari wa 25 mpaka ule mstari wa 20, lakini tutaangalia Kolosai ile sura ya kwanza mstari ule wa 24, lakini sura ya pili mstari ule wa 5. Ule sura ya 30 kumbukumbu la Torati ule mstari wa 15 mpaka wa 20, maandiko yanasema, Bwana akaonekana katika hema na katika nguzo ya wingu, na ile nguzo ya wingu ikasimama juu ya mlango wa hema. Bwana akamwambia Musa, angalia, wewe utalala na baba zako, na watu wataondoka wataifuata kwa ukahaba miungu ya kigeni ya nchi waiendayo kuwa kati yao, na wataniacha mimi na kulivunja agano langu nililofanya nao. Ndipo hasira yangu itakapowaka juu yao siku hiyo, nami nitawaficha uso wangu, na watatawaliwa tena, watajiliwa na mambo maovu mengi na mashaka, hata waseme siku hiyo, je, kujiliwa kwetu na maovu haya si kwa sababu Mungu wetu hayupo kati yetu? Nami nitawaficha uso wangu kwa kweli siku hiyo, kwa kuwa maovu yao walioyafanya kwa kuigeukia hiyo miungu mingine. Basi sasa jiandikieni wimbo huu, mwafundishe wana wa Israeli, wakautie vinywani mwao, ili uwe shahidi kwangu wimbo huu juu ya wana wa Israeli, kwa kuwa nitakapokwisha kuwatia katika nchi niliyowapia baba zao, imiminikayo maziwa na asali, nayo nitakapokwisha kula na kushiba na kuanda, ndipo watakapoigeukia hiyo miungu mingine na kuitumikia na kunidharau mimi na kulivunja agano langu. Tunaangalia katika ile sura ya 31 kumbukumbu la Torati ile sura ya 31, tunaangalia hapo maneno kutoka ile sura ya 31, lakini ule mstari wa 15 mpaka ule mstari wa 20. Lakini ukiangalia sura ya 30 ambayo ipo pia kwenye masomo yetu siku ya leo, kumbukumbu hilo la Torati sura ya 30 ule mstari wa 15 mpaka wa 20, Mungu anazungumza na Musa. Tumeangalia maandiko mawili, tumeangalia ile sura ya 31 kwanza, kumbukumbu la Torati, lakini tumeangalia ile sura ya 30 mistari ile 15 mpaka 20. Sura ya 31 tumeangalia mstari wa 15 mpaka wa 20, lakini sura ya 30 tumeangalia mstari wa 15 pia mpaka wa 20. Mungu anasema tukikaa katika njia ya kwake, tukamtii yeye bila kujali mateso ambayo tunapitia, bila kujali machangamoto ambazo tunapitia, bila kujali maumivu ambayo tunapitia, lakini tunapomtazama sana Mungu na kushika maagizo yake na kushika njia zake, ndivyo atakavyotufanikisha. Hapa anazungumza katika nchi ile ambayo atatuingiza, nchi yenye neema, nchi ya maziwa na asali ambayo tuko sasa, na tutaiona neema kama tutaishi maisha matakatifu.
Kwa katika kipindi hiki cha Kwaresima, nitaka tu ujue kwamba kuna wakati tunapitia mateso, lakini mateso yanatupeleka katika kufikia utukufu. Yesu anasema imempasa mwana wa Adamu kupitia mateso ili apate utukufu. Yesu alipokuwa anateswa, siku ya mateso, kuanzia Getsemani pale, alivumilia sana. Ukienda alipofikishwa mbele ya Pilato katika Praitorio, alivumilia, na wakampeleka mbele ya Herode, aliendelea kuvumilia, na hata anapopanda msalabani, angalia, wale ambao aliwahudumia siku zote kwenye maisha yake hapa ulimwenguni ndio wale ambao walikuwa nasema, tazama, alikuwa anajifanya yeye ni mfalme wa dunia hii, yeye anajiita ni mfalme wa Israeli, mfalme wa Wayahudi, sasa ajiokoe mwenyewe na apate kutuokoa sisi wengine. Akiwa pale msalabani, Yesu alivumilia. Maneno yalikuwa ni magumu sana, walimpa mazingira magumu, wakimpiga fimbo, wakimchapa kwa mijeledi, wakimtukana, wakimnenea maneno mabaya, wakiwa wamemvua nguo, aibu ambayo ni ya hali ya juu kabisa kupitia katika ulimwengu huu. Kwa sababu mama yake alikuwepo pale, wanafunzi wake baadhi walikuwa pale, lakini wale aliowaponya, wale waliowafungua walikuwa pale, lakini hawa Wayahudi ambao kila siku walikuwa wanakutana nao walikuwa pale, wamemdharau kabisa. Wengi tunapopitishwa kwenye magumu, huwa mara chache sana tunaweza kuvumilia ile fedhea, tuvumilia ile aibu. Sasa nataka nikuambie, umvae Kristo vile alivyo katika kipindi hiki cha funga, kipindi hiki cha Kwaresima, uweze kuona kwamba mateso yako yanakupa hatua ya kuelekea utukufu. Ndio Yesu anasema haikumpasa mwana wa Adamu kupitia utukufu ili aweze kupitia mateso ili aweze kuona utukufu. Ile Injili ya Luka ile sura ya 9 kama ambavyo tumesoma, pia Injili ya Luka ile sura ya 24 ule mstari wa 25. Yesu anashuhudia juu ya habari ya utukufu wake mwenyewe. Alijua kwamba angepitia mateso, kufa na baadaye kufufuka, kuingilia utukufu, ufalme ule wa mbingu. Sehemu ya ushuhuda huu tunapata katika kufufuka kwake Kristo na habari ya watu wawili waliokuwa wakisafiri wakienda kule Emau. Hao watu walipokuwa njiani wanatoka Yerusalemu wakielekea kijiji kile cha Emau, wakiwa wamebakiza saa chache kufika, na wakiwa wanaendelea kuzungumza, Yesu naye akakaribia, akawatokea katika ile safari, na Yesu akawauliza, ni neno gani ambalo nyinyi mnasemezana? Walikuwa wanazungumza juu ya kuuawa kwa Yesu Kristo, na wenyewe kwa wenyewe wakaendelea kujibizana, na mmoja alikuwa Kleopa akamwambia, je, wewe peke yako u mgeni katika Yerusalemu? Na watu hawa walikuwa wakijua kabisa kwamba siku zile tukio lile lililotokea watu wengine wanajua. Yeye anamuuliza Yesu kwamba ni mambo ngapi ambayo wewe pengine hujasikia hapa Nazareti, kwamba yule nabii ambaye sisi tulikuwa tunamwamini, mwenye uwezo na alikuwa anatenda haki ya Mungu, yeye wameweza kumsulubisha. Makuhani walimwita, wakamsababishia kesi isiyokuwa na maana, na baadaye wakamsulubisha msalabani, naye akafa, naye amekufa katika haki kabisa. Yesu akiwa katikati yao wale wawili, akawaambia juu ya habari ya utukufu kutokana na mateso aliyoyapata. Akasema, je, haikumpasa Kristo kupata mateso hata kuingia katika utukufu wake? Akasema ameanza kutoka Musa, lakini pia na wale manabii wengine kwa kadiri ya maandiko yalivyoandikwa. Hakuna baraka kama ambavyo tumesoma katika maisha yetu kupitia ile Kumbukumbu la Torati sura ya 30, ni kwamba hakuna baraka ambazo haziendani na wajibu. Na wajibu wa mara nyingi unaachilia mateso kwenye maisha yetu ili utimize jambo fulani. Hakuna jambo ambalo utaweza kulitimiza bila kupitia mchakato. Hakuna kufunguliwa bila kuwa na kifungo fulani ambacho unacho. Hakuna kuponywa bila kuwa na ugonjwa. Hakuna utukufu pasipo kupitia mateso. Ili kupata utukufu udumuyo, yatupasa kupitia mateso, na mateso yasitukatishe tamaa. Angalia, hakuna jambo chini ya jua lisilo na mwisho. Ukimtumaini Mungu na ukaliona jambo lile ambalo unalipitia kwamba lile jambo ingawa ni baya kwako ni jema kwa Mungu, basi utaushinda ubaya kwa wema. Watu wengi tumeshindwa kutenda mema kwa sababu tumeangalia mabaya zaidi. Tumetafsiri mabaya zaidi na akili yetu imevutwa katika mabaya. Ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu, na kwamba Yesu huyu ndiye anayepasa sasa kutuletea habari njema hizi. Angalia ile Matendo ya Mitume sura ya 17 ule mstari wa 1 mpaka wa 3. Ufufuko wa Yesu Kristo ulimwezesha yeye kuviweka vitu vyote chini ya miguu yake, nasi tunaweza kuviweka vyote chini ya miguu yetu. Kwa sababu ya maumivu na mateso yake,
alivikwa taji la utukufu na heshima. Ukiangalia ile waraka kwa Waebrania ile sura ya 2 mstari wa 8 mpaka ule mstari wa 12. Mateso ni sehemu ya utakatifu, ni sehemu ya Ukristo wetu, ni sehemu ya kuyajua mambo mema. Na waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya 4 mstari wa 12 mpaka 13 anasema, wapenzi, msione ya kuwa ni ajabu ule msiba uliokuwa kati yenu, uliowapata kama moto, ili kujaribiwa, kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Lakini kama mlivyoyasadiki mateso ya Kristo, furahini, ili katika katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Mateso kwetu sisi tuone ni njia ya